Uwezo wako wa kugundua fursa zinazokuzunguka mahali popote ulipo ndio unajulisha hasa kiwango chako cha kufanikiwa kitakuwa cha namna gani. Lakini uwezo wa kugundua fursa unaambatana sana na kujifunza, kwa sababu mara nyingi katika akili zetu za kawaida fursa si kitu ambacho tunakiona kwa haraka sana. Kuna watu ambao tayari akili yao wameiweka katika namna ambayo fursa yoyote haiwezi kuwapita. Hii ndio maana unaweza ukashangaa mtu anaweza akawepo mahali kwa muda mrefu sana lakini hawaoni fursa. Afu anakuja mtu kutoka mahali pengine anaanzisha kitu, wale wenyeji mpaka wanashangaa, wanasema hivi tulikuwa wapi? Kwa sababu fursa hazionekani kwa macho, fursa zinaonekana kwa akili ya ndani. Macho yako yanakuwa tu kama dirisha linalopitisha huo ufahamu. Sasa kuna njia 4 za haraka ambazo unaweza ukazitumia kugundua fursa ambazo zinakuzunguka, ambazo hizo fursa unaweza ukazibadilisha kuwa pesa zaidi. Kumbuka kwamba ukubwa wa fursa ndio unajulisha ukubwa pia wa kiwango cha fedha ambazo unaingiza kwenye maisha yako. Jambo la kwanza kabisa ambalo unaweza ukalitumia ni kuangalia matatizo. Kuna matatizo mengi sana ambayo yanakuzunguka. Ukiangalia katika eneo lako unaloishi, ukiangalia kazini kwako, ukiangalia kwenye eneo lako la biashara, kuna matatizo mengi sana. Kila tatizo unaloliona ni fursa fulani ya kibiashara. Na haya matatizo yako katika makundi mawili. Kuna yale matatizo ambayo wewe mwenyewe umesumbuka nayo. Unakumbuka siku ambayo ulikuwa unataka kutuma pesa usiku na ukahangaika kweli kupata kibanda cha kuweza kutuma pesa na ukalalamika? Hilo ni tatizo, na hilo tatizo linakuonyesha kuna fursa ya namna hiyo. Swali unajiuliza ni kwamba je, unaweza ukaitumia hiyo fursa? Kunapokuwa na tatizo la maji kwenye mtaa wenu, yanatoka mara 3 kwa siku, hizi siku zingine watu wanahangaika maji, hiyo ni fursa ambayo unaweza ukaiona. Kwa hiyo fursa inaweza kuwa tatizo ambalo umekutana nalo wewe mwenyewe au tatizo ambalo watu wengine wanakutana nalo mara kwa mara. Ukiona tu unachojiuliza ni kwamba je, nawezaje kuanza kuitumia fursa hii? Eneo la pili ambalo unaweza ukalitumia kwa ajili ya kutengeneza fursa ni kutumia ujuzi wako. Swala la msingi unaweza kujiuliza ni kwamba wewe una ujuzi gani? Una ujuzi gani ambao unaweza kuubadilisha kwa fursa? Ujuzi wote ulionao ni fursa ya kukuingizia pesa. Haijalishi ni ujuzi mdogo kiasi gani. Kumbuka kwamba kuna kitu wewe unaweza kufanya ambacho wengine hawawezi kukifanya. Watu wanaokupa pesa ni wale ambao aidha wanataka kufanya kitu lakini hawawezi au hawajui wewe unafanya kwa niaba yao, au wanajua na wanaweza ila hawana muda wa kufanya hivyo. Kwa mfano, mimi naweza kuosha gari la kwangu mwenyewe, lakini pengine naona huo ni muda ningetumia kwenye kitu kingine cha thamani zaidi. Kwa hiyo naweza na ninajua, lakini nampa mtu mwingine kufanya. Lakini kuna vitu siwezi kuvifanya. Kwa mfano, kushona nguo, siwezi kabisa kushona nguo. Kwa hiyo nampa mtu mwenye ujuzi wa kufanya hivyo. Kwa hiyo ujuzi wote ulionao, kunyoa nywele, nawapa watu kila wiki hela kwa ajili ya kunyoa nywele pia. Kwa hiyo unachoangalia ni kwamba una ujuzi gani ambao watu watakuwa tayari kukulipa. Kadiri unavyoweza kutumia ujuzi wako ni fursa pia. Kwa hiyo kuna fursa imejificha kwenye ujuzi wako. Jambo la 3 ni uzoefu wako. Unaangalia ni vitu gani ambavyo wewe umezoea kuvifanya, ni vitu gani ambavyo umevifanya kwa muda mrefu mpaka sasa imekuwa kama ni sehemu ya utaalamu wako. Uzoefu wako unaweza kutokana na kazi yako unayofanya sasa hivi, au unaweza kutokana na mazingira nyumbani kwenu. Unawezekana wewe nyumbani kwenu kulikuwa kuna vitu ambavyo unavifanya. Mlikuwa mnapenda kufuga na ni mtaalamu tayari wa mifugo, umeshazoea kufuga. Mlikuwa mna duka mnauza, tayari una uzoefu wa aina fulani. Wewe ulikuwa unapika sana ukiwa nyumbani, ni uzoefu wa aina fulani. Huo uzoefu ni fursa ambayo watu wengine pia unaweza ukaitumia kwa watu wengine na wakakulipa pesa. Jambo la mwisho kabisa ambalo unaweza ukalitumia kupata fursa ni kuwauliza watu. Unajaribu kuwauliza watu, hivi unafikiri katika huu mtaa, unafikiri ni kitu gani hapa ambacho watu wanahitaji sana, ambacho kikitolewa au huduma yake ikiwepo watu wanaweza wakakinunua? Ukiuliza watu 2, 3, 4, 5 watakupa wazo fulani. Sasa wakishakupa inakuwa ni pa kuanzia. Kwa hiyo wewe unaweza ukaendelea kufanya utafiti wako zaidi. Ukiuliza ofisini, unasema hivi ofisini hapa unafikiri ni kitu gani ambacho watu wanakihitaji sana, au ni fursa ambayo mtu anaweza. Ukiuliza watu 2, 3, watu wanafahamu, na watu wengi wanazifahamu fursa ila hawako tayari kuzitumia. Kwa hiyo ukijaribu kuwauliza watakusaidia sana. Kwa hiyo unaweza ukawauliza watu ili kujua fursa. Sijua wewe katika mazingira yanayokuzunguka unafikiri ni njia ipi kati ya hizi ukiitumia unaweza ukapata fursa kwa haraka, hasa ya kibiashara, ambayo inaweza kukusogeza hatua nyingine. Tushirikishe kwa kutuandikia kwenye comment ili tuweze kukushauri zaidi pia namna gani unaweza ukaitumia hiyo fursa. See you at the top.